Umeshawahi kuamka asubuhi na kukuta banda zima la kuku wako limevamiwa na ugonjwa wa kideri au mafua makali au miharisho? Na kibaya zaidi, unatumia pesa nyingi kununua dawa za dukani lakini bado kuku wanaendelea kufa. Ukweli ni kwamba ugonjwa ukishaingia bandani, hiyo ni hasara kwa mfugaji, na unaweza kulinda afya ya kuku wako kwa 100% na kuokoa gharama kwa kutumia mimea iliyopo katika mazingira yako. Leo nitakuonyesha mimea mitatu rahisi kupatikana kwenye maeneo na ninavyoitumia kuandaa kinga thabiti dhidi ya magonjwa ya kideri, mafua makali na miharisho. Kwenye ufugaji wa kuku wa kienyeji, kinga ni bora, rahisi na ya uhakika kuliko tiba. Tunasema usisubiri kuku waugue ndipo uanze kutafuta dawa. Mimea ya asili haina kemikali, haiharibu ladha ya nyama au mayai unayouza, na inajenga kinga ya mwili tangu wakiwa vifaranga. Leo tutatumia nguvu ya mimea hii mitatu kuandaa kinga dhidi ya magonjwa mbalimbali. Mmea wa kwanza ni mshubiri au aloe vera. Mmea wa pili ni majani ya papai na mmea wa tatu ni kitunguu saumu. Maandalizi ya mimea hii. Hatua ya kwanza, tunaanza na aloe vera. Chukua majani mawili makubwa yaliyokomaa vizuri. Mshubiri au aloe vera ni mmea wenye uwezo mkubwa wa kupambana na virusi, hasa wale wanaoleta ugonjwa hatari wa kideri. Ukatikate vipande vidogo vidogo ili kupata ute na iwe rahisi katika kutwanga au kusaga kwenye blender. Hatua ya pili, tunaweka majani matatu ya mpapai. Majani ya papai yana asili ya vimeng'enya vinavyosaidia kuua minyoo, kusafisha utumbo, kutibu miharisho na kuongeza hamu ya kula kwa kuku wako. Na mwisho kabisa tunaweka punje za kitunguu saumu. Punje 5 hadi 6. Kitunguu saumu kina antibiotiki ya asili inayopambana na bakteria wanaosababisha mafua, kukoroma na matatizo yote ya mfumo wa hewa. Twanga mchanganyiko huu wote kwa pamoja hadi ulainike kabisa, au unaweza kusaga kwenye blender. Baada ya kusaga au kutwanga vizuri, chukua lita 5 za maji safi na umimine kwenye mchanganyiko wako. Koroga vizuri kisha chuja kwa kutumia chujio au kitambaa safi ili kubakiza maji safi ya kijani ambayo sasa yako tayari kunywewa na kuku wako. Matumizi na dozi. Wape maji haya kwa muda wa siku 3 hadi 5 mfululizo kila mwezi. Hii ni kinga endelevu, itasaidia kuku wako kuwa na miili imara inayoweza kuhimili magonjwa na mabadiliko mbalimbali ya hali ya hewa. Kama lita 5 ulizochanganya hazitoshi, fanya mara 2 kwa kila mmea ili uweze kupata lita 10. Kwa mara ya kwanza unawapa mchanganyiko huu, hawataupenda. Hii isikupe hofu, maana kadri muda unavyokwenda watauzoea na kuupenda. Ufugaji wa kuku wa kienyeji unalipa pale tu utakapojifunza kupunguza gharama za matibabu, gharama za chakula na kuzuia vifo kwa kuku wako, hasa vifaranga. Kwa kutumia akili na mazingira yako, jaribu mbinu hii leo na utaona mabadiliko mbalimbali. Je, wewe unatumia mmea gani wa asili kulinda afya ya kuku wako? Niandikie kwenye comment hapo chini, maana hata mimi napenda kujifunza kutoka kwako. Lakini kama video hii imekufaa, usisahau kubonyeza button iliyoandikwa subscribe, kulike na kuwashirikisha wafugaji wengine ili ujumbe huu uwafikie wafugaji wengi wa kuku wa kienyeji. Rashi Poultry Farm, tunafuga kwa maarifa, tunazalisha kwa faida. Tukutane kwenye video ijayo.